Miongoni mwa halmashauri ambazo zimekuja na mipango madhubuti ni halmashauri yenu hii ya Momba. Kwa hiyo pamoja na uchanga wake, lakini kuna viongozi ambao wana mipango, ina viongozi ambao wana maono makubwa. Wajibu wetu sisi wananchi na viongozi huku, twendeni tuwaunge mkono ili mipango yao iweze kuleta matokeo yaliyokusudiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nitumie fursa hii kuwapongeza wataalamu wangu kwa kazi kubwa wanaifanya, na nawapongeza kwa sababu moja kubwa. Mwenyekiti, ndani ya miaka miwili, kwa maana ya msimu wa 2024-25, 25-26, tumeyatoa mapato yetu kutoka bilioni 2 kwenda bilioni 4.3, na sasa hivi projection yetu inakwenda bilioni 5.5. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakwenda vizuri, na kwenye vyanzo vile ambavyo bado hatujafanya vizuri, vyanzo vingi ni vile ambavyo ni vya msimu, kwa maana msimu bado haujafika. Hapa tuna vyanzo vikuu ambavyo hatujafanya vizuri. Kimoja ni chanzo cha ukodishaji wa magara, na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitarajia FMO angesisitiza na kuomba msaada kutusaidia. Tuliwakodisha magara wenzetu wa NFRA, lakini mpaka sasa hivi tunawadai milioni 800 haijalipwa. Kwa hiyo unaona athari ya fedha nyingi hizo kwenye mapato yetu. Manake fedha hizo tungelipwa, sasa hivi tungekuwa na tunakimbilia 90% huko. Lakini hilo nafikiri linahitaji pia nguvu ya mkoa na wataalamu wa mkoa kusaidia kufanya vikao vya negotiation. Tumekaa sana, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kawaita mara kwa mara watu wa NFRA, tumezungumza nao, lakini baraza la madiwani pia limefanya jitihada. Tulifika mpaka ofisini kwao, walituahidi kutupunguzia, lakini bado utekelezaji haujafanyika. Kwa kwenye eneo hilo tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tuwe na mikakati maalum ya kukusanya haya madeni, kama ulivyotangulia awali kusema kwamba kuna baadhi ya halmashauri zina madeni ya muda mrefu kwa wadaiwa huko, lakini hazijakusanya. Sisi tuna deni hilo la NFRA. Sisi tunaendelea na uibuaji wa vyanzo vipya vya mapato. Tumeona kuna fursa kubwa Mheshimiwa Mwenyekiti ya mashamba kwetu kule, na hasa ukanda huu wa mahindi. Kwa tumekubaliana na wataalamu, kwanza tuanze operation ya upimaji wa mashamba yote. Kwa tumeshaanza kampeni za uelimishaji, lakini tumeweka viwango kwa ajili ya kuhakikisha mashamba yetu yote ya ukanda wa uzalishaji wa mahindi tunayapima. Lakini sisi wenyewe kama halmashauri tumetenga shilingi milioni 340 hivi kwa ajili ya kuacquire land, na ardhi hiyo tutakuwa mechanize kwa sababu matrekta tunayo, na tutakodisha, tutawapa na vijana wale wa BBT. Kwa hiyo ni chanzo kikubwa ambacho tunakitarajia kuwa chanzo cha mapato. Sasa sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutawasilisha kwako mpango maalum wa kuzuia uendelezaji wa makazi maeneo ya mashamba. Kwa hiyo kwenye zile kata zetu zote kuanzia Mkangamo pale all the way mpaka tunafika kule mwisho wa mpaka wetu kule Sumbawanga, yale maeneo yote ya mashamba hatutaki watu wajenge makazi. Tutakwenda, tutapima, tutaloketi maeneo tu ya makazi, lakini yale maeneo yenye mashamba yabaki kuwa mashamba, ili viwe vyanzo vya kudumu vya halmashauri. Lakini tupate sasa ile tunasema sasa hii ni farming kweli estate. Mtu akipita, hata kama ni mashamba ya watu mmoja mmoja, lakini akipita mtu anaona kabisa typically hili ni eneo la mashamba. Kwa hiyo kule hatutaki tukuharibu, na kampeni hiyo tumeshaanza. Tunakwenda kwenye vijiji kuwaelimisha wenye vitu wa vijiji, kufanya mikutano na wananchi, tunawaonyesha maeneo ya kujenga makazi, lakini maeneo yaliyobaki yabaki kuwa maeneo ya mashamba. Kwa hicho tunatarajia Mheshimiwa Mwenyekiti, chanzo cha upimaji wa mashamba pamoja na hayo mashamba tunayokwenda kufidia kwa wananchi kuwa chanzo kipya cha mapato ambacho kitatuongezea mapato yetu ya halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.